Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo tutawatajia magonjwa makuu matatu ambayo yanaua sana kuku pamoja na vifaranga wadogo. Ugonjwa wa kwanza ambao unaua sana kuku ni ugonjwa wa kideri au mdondo. Huu ugonjwa kuku huwa wanakufa kwa zaidi ya 90% wakiupata kama hautokuwa makini kuwatibia. Na ugonjwa huu hauna dawa ya dukani. Huwa tunachanganya vitu vya asili na tunapata tiba. Tunachanganya mimea mbalimbali na vitu vingine vya asili. Tunapata tiba yake ambayo inafanya vizuri kabisa ndani ya muda wa siku 3 wanakuwa wamepona kabisa kideri. Unapoona kuku wako wana dalili za kideri, dalili ya kwanza huwa inakuwa ni kwenye kusinzia, wanasinzia, hakisha wanakuwa wanajisaidia kinyesi ambacho kina rangi ya kijani na nyeupe. Na pia huwa wanakuwa kama wanakohoa, yani kuna namna huwa wanakuwa kama wanakohoa. Pia utaona vifo ni vingi sana. Ukiona dalili kama hizi, ujue kuku wako wana kideri, unatakiwa uchukue tahadhari mapema sana, uanze kuwatibia. Ugonjwa huu unaua haraka vifaranga pamoja na kuku wakubwa. Ukiwagundua tu watengenezee mchanganyo. Kuna michanganyo mingi sana ambayo inatibu kideri, ni mingi sana. Kuna mimea ukichanganya, kuna majivu, kuna vitu mbalimbali unachanganya, unapata tiba nzuri ya kideri, wanapona kwa muda wa siku 3 tu. Hii tiba ipo vizuri sana kwenye kitabu chetu cha tiba za asili za kuku na kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Ukiwa na hivi vitabu utaona tiba ya kideri. Hiki kideri kwa dawa ya dukani huwa tunatumia chanjo. Kuna chanjo ya Newcastle ambao huwa tunawachanja. Unaweza ukawachanja vile vile wakapata kideri, kwa sababu chanjo pia sio 100% unazuia ugonjwa huu. Kwa hiyo ukiona wamepata, basi tengeneza tiba za asili. Na kama huna kitabu chetu cha tiba za asili, tunakushauri ununue. Ni shilingi 10,000 tu, utakutana na tiba za magonjwa yote ya kuku pamoja na kinga zote za asili za kuku ambazo unatengeneza kwa gharama nafuu, unawapa kuku wako na wanapona kabisa. Kitabu ni 10,000 tu, ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ugonjwa wa pili ambao huwa unaua haraka kuku ni ugonjwa wa typhoid. Typhoid ni pale kuku ambapo huwa wanakuwa wanajisaidia vinyesi ambao vinakuwa vina rangi nyeupe iliyochanganyikana na njano iliyopauka, iliyokolea au kijani iliyopauka. Kijani ya kwenye kideri inakuwa ni kijani iliyokolea kabisa, ila kijani hapa kwenye typhoid huwa inakuwa ni ile kijani ambayo imepauka. Hii typhoid huwa tunaiunganisha na kipindupindu cha kuku. Kipindupindu cha kuku na typhoid, mara nyingi kuku ambao wana kipindupindu cha kuku utakuta na vinyesi vya typhoid hivi vipo, na tiba yake huwa ni moja tu. Tiba ambayo inatibu typhoid ya kuku ndio hiyo huwa inatibu kipindupindu cha kuku. Hapa huwa tunatumia mimea ambayo ina sulfa nyingi sana. Tunachanganya ile mimea na tunawatibia. Na ugonjwa huu wa typhoid na kipindupindu cha kuku ni ngumu sana kupona kwa dawa ya dukani. Yaani ni ngumu sana. Dawa za dukani ukienda ukiulizia utazikuta kuna EFB3, FB3 na kadhalika. Lakini ukiwapa kuku wako ni ngumu sana kupona. Hapa huwa tunachanganya ile mimea ambayo ina sulfa nyingi sana na kiwango kikubwa sana cha sulfa, na tunapata tiba ya kutibu kipindupindu pamoja na typhoid ndani ya muda wa siku 3 tu, na hizo tiba zote kama nilivyoelekeza zipo kwenye kitabu chetu cha tiba za asili. Kwa hiyo ugonjwa huu pia huwa unaua kuku kwa haraka, una kasi kubwa sana, hata kama ni vifaranga au ni kuku wakubwa wa aina yoyote ile. Ukipata typhoid, usipokuwa makini, usipokuwa haraka kwenye kuwatibia, utaua kuku wengi sana. Ni ugonjwa hatari sana 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 sana. Ukichelewa kuwatibia au ukiwa unaanza kwa hizi dawa za dukani, huwa ni ngumu sana kupona. Utawatibia mpaka pakiti zima ya dawa inaisha, lakini hakuna kuku aliyepona na wanaendelea kufa. Lakini ukiwapa za asili siku 3 tu, unakuta kuku wote wamepona na hautakuta kifo cha kuku kama utawahi kuwapa hizi tiba za asili. Na ugonjwa wa tatu ambao unaua kwa haraka zaidi kuku ni ugonjwa wa mafua. Jamani, huu ugonjwa umekuwa tishio sana kwa wafugaji. Wafugaji wengi nadhani tutakuwa tunaujua vizuri ugonjwa wa mafua. Ugonjwa wa mafua huwa unaanza taratibu kabisa. Kuku anaanza anapiga chafya, unaweza ukachukulia kawaida. Ila baadaye unazidi unakuwa kwa spidi na kuku wanaupata wengi, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa, sawa na ule ugonjwa wa kideri. Ugonjwa wa kideri nao unaambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo huwa unaenea kwa spidi ya ajabu kubwa, yani ya ajabu sana. Tofauti na ugonjwa wa typhoid. Ugonjwa wa typhoid wenyewe hauambukizwi kwa hewa. Kwa hiyo huwa unaenda taratibu, lakini kuku wakiupata ni haraka sana na kufa kama usipomtibia. Ila hapa kwenye mafua unaweza ukavamia banda zima, na unaanza taratibu, unaanza chafya, unakuja kukoroa
homa, kuku anatoa udenda, baadaye kuku anakuwa anatoa machozi, jicho linavimba, anapata kama maugali usoni, na vifo ndo pale vinapoanza kuwa vingi. Na vifo huwa vinakuwa vingi katika hii stage ya kuku kuvimba macho, kwa sababu kuku anakuwa hana uwezo wa kuona, kwa hiyo hali chakula. Kitakachomuua sio ule ugonjwa, kitakachomuua kwa haraka ni njaa. Kuku anakuwa haoni, hawezi kula, na kama anakuwa haoni hawezi kula, basi anakufa haraka sana kwa njaa. Kwa hiyo huu ugonjwa wa mafua ni ugonjwa wa kuwa makini sana. Ni ugonjwa ambao unatakiwa uchukue hatua mapema kabisa. Pale pale unapoona wanaanza kupiga chafya, angalia banda lako. Je, banda lina mzunguko mkubwa wa hewa? Kama halina mzunguko mkubwa wa hewa, basi moja kwa moja ongeza madirisha au weka waya. Hakikisha tu banda lako lina hewa ya kutosha, kisha anza kuwatibia pale pale wanapoanza kupiga chafya. Lakini pia ikifika hii stage sasa ulijisahau au ulikuwa haujui, ikafika hii stage wamevimba macho kabisa hawaoni, basi tunakushauri moja kwa moja nenda kwenye tiba za asili. Ukienda kwenye tiba za dukani utapewa Tylodox, utapewa Endrovet, utapewa Siufuban, lakini kuku wako utaona hawaponi kwa sababu hujajua kwanza ufanye kitu gani. Kwenye za asili tunaanza kukuelekeza kwanza kwenye yale macho yao ufanye kitu gani. Tutakuelekeza kwanza utibu yale macho, huku unaendelea kuwatibu na mafua. Lakini ukienda moja kwa moja dukani utapewa Endrovet, utapewa Tylodox, utapewa Fuban na kadhalika, lakini utaenda kuweka kwenye maji na utaona kuku wako hawaponi, wanakufa. Kumbe unatakiwa uanze kuandaa au kuwatibia yale macho wapate kuona, ili waendelee kula chakula na kunywa maji, ndo waweze kupona. Na ukienda kwenye hiki kitabu chetu cha tiba za asili tumeelekeza kabisa kuku mwenye mafua makali ambaye macho yake yamevimba ufanye kitu gani. Uanze kutibu yale macho. Utibu vipi yale macho? Kwa kutumia vitu vya asili, kisha utibu mafua ambayo hayo utayatibia kwa kuweka kwenye maji yao ya kunywa. Niwakumbushe pia KingoFarm tuna vitabu 5 vya ufugaji. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki kina mwongozo wa kumlea layers pamoja na chotara. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Kina tiba zote za asili za kuku pamoja na kinga za asili za kuku. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kwa wale ambao wanafuga kuku wa kienyeji wanakufa, kuna changamoto mbalimbali wanakutana nazo, basi hiki kitabu kinaenda kukutatua changamoto zako zote za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Tuna ufugaji wa broiler, kinaelekeza kuanzia siku ya kwanza utakapompokea kifaranga wa broiler mpaka unamuuza anahitaji huduma gani. Pia tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama una changamoto kuku wako hawatagi au wamedumaa, basi kuna vitabu tutakuuzia na utaweza kutatua hilo changamoto kabisa. Yaani utaondoka kabisa kwenye changamoto ya kutaga na kudumaa. Lakini pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Tunakuonesha namna ya kuagiza vifaranga, kulea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa.